Karibu katika kipindi hichi kizuri cha Miale ya Matumaini. Hapo kwenda kuanza somo la siku ya leo, basi na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni. Tunasema asante kwa kutupatia nafasi ya kuifanya kazi yako. Lakini pia Mungu wa mbinguni, tunapokwenda kusikiliza masomo haya, mbariki msikilizaji mahali popote pale alipo. Lakini zaidi ya yote Mungu, masomo haya yakatupe nafasi ya kupiga hatua katika maisha yetu. Lakini zaidi tunapopiga hatua Bwana, tukakukimbilie wewe katika maisha yetu. Tujitoe kisawasawa kwa ajili ya ufalme ujao. Asante Mungu, mchungaji anapokwenda kuanza, ninamweka mikononi mwako. Sauti yake isikike, bali sauti yako Mungu ikapate kusikika. Asante kwa sababu wewe ni mwema, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Somo la leo lina kichwa kinachosema kwa nini Yesu aje tena? Je, kuna haja gani ya Yesu kurudi mara ya pili? Wapo watu waliosubiri sana miaka mingi kwamba Yesu harudi. Maisha yetu yanapaswa kuongozwa na matumaini thabiti ya kurudi kwa Yesu Kristo, na tunatarajia kwamba Yesu atakaporudi tutaishi naye, tutakaa naye milele na milele. Leo tunakwenda kugundua maneno ya Yesu Kristo ambapo anatuonyesha wazi kusudi la kuja kwake duniani na ahadi ya kuwatayarishia watu wake makao ya milele. Amekwenda kuandaa makao kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Yesu kwa upendo wake, kwa upendo mwingi usio na kikomo, usio na kipimo, alionyesha wazi kwamba hakutakuwa na dhiki, hakutakuwa na shida, hakutakuwa na changamoto kule mbinguni, maana shida zote zitafikia mwisho wake. Na hivi ndivyo Mungu anavyotufundisha kwamba tunapaswa kutamani Yerusalemu ile iliyoko mbinguni aliyokwenda kuiandaa. Na huu ni mwanzo mkuu unaotupatia matumaini na faraja. Huku pia tukijifunza kuhusu tukio la kumalizika kwa historia ya dunia na mwanzo wa maisha ya milele pamoja na Mungu. Tuchukue muda kuelewa kwa kina maneno haya ya kipekee yanayotufundisha juu ya ukamilifu wa mpango kwa kazi ya Mungu kwa ajili ya watu wake. Yesu hakwenda mbinguni kwa ajili ya kupoteza muda. Alituahidi kwamba anaenda mbinguni, na sio siri, ilikuwa ni tangazo. Na vivyo hivyo atakuja kama alivyokwenda mbinguni. Hakika Yesu alitaja wazi kusudi la kuja kwake alipokuwa na mitume wake kabla ya kuondoka. Katika kitabu cha Yohana sura ile ni ya 14 fungu la 2 na fungu la 3, ndugu msikilizaji, Yesu anasema, naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Kwake ni wapi? Huko mbinguni alikokwenda kuandaa. Anasema nitakuja tena. Pigilia mstari maneno nitakuja tena, maana ni ahadi ya Yesu Kristo ya kwamba atakuja tena. Lakini tena anasema atakuja kutukaribisha kwake. Anasema ili nilipo mimi nanyi muwepo. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo Yesu Kristo atakapokuwa, na sisi lazima tutawepo. Natamani kuwepo pale Yesu alipo. Natamani ile nchi nzuri ambayo haitakuwa na jua wala mwezi wala nyota. Natamani ile nchi nzuri ambayo haina baridi wala jua. Natamani ile nchi nzuri ambayo ndani yake Yesu Kristo ni taa ya uzima wa milele. Katika kitabu cha Mwanzo, Mungu aliishi kwa karibu na mwanadamu katika bustani ya Eden. Hapo Mungu alitembea bustanini, akazungumza moja kwa moja na Adam na Hawa. Katika Mwanzo sura
ya 3 fungu la 8 utaliona hilo. Hii inaonyesha kuwa kusudi la Mungu tangu mwanzo lilikuwa ni kuishi na watu wake katika maisha ya ushirika na ukaribu. Uhusiano huo wa karibu kati ya Mungu na mwanadamu katika bustani ya Edeni uliharibika baada ya dhambi kuingia kupitia kutotii kwa Adam na Hawa. Adam na Hawa walipoonesha kwamba hawakumtii Mungu, basi shida iliingia. Tuliona katika somo lililopita. Kutoka wakati huo mwanadamu alitengwa na uwepo wa Mungu moja kwa moja na Mungu. Hata hivyo, mpango wa Mungu haukuishia hapo. Tangu mwanzo alikusudia kurejesha uhusiano huo wa karibu. Uhusiano uliovunjika kati ya Adam na Mungu, kati ya mke wake na Mungu, ulivunjika kwa sababu ya dhambi, lakini sio kusudio la Mungu. Na kama ilivyo adha, Mungu kama kawaida yake, kwa sababu alimuumba mwanadamu huyo kwa mikono yake, akafanya kila namna ya kwamba aende akawatembelee. Na ndio maana jua lilipopunga, Mungu anashuka kwenda kuwatembelea Adam na Hawa. Anamwita Adamu na kwa sauti ya upole anampatia haki yake, ambayo anaonesha kumrejesha Adamu katika zizi la mbinguni. Na ndio maana katika Biblia yote tunaona Mungu akifanya kazi ya kumkomboa mwanadamu, mpango uliofikia kilele chake katika Yesu Kristo. Kupitia Kristo tuna hakikisho la kwamba uhusiano huo ulifunuliwa tena kikamilifu na tena kwa uwazi, na kwamba watu wa Mungu wanaishi maisha mazuri baada ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Lakini ukisoma katika kitabu cha Mwanzo Ufunuo sura ya 21 fungu la 3, anasema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Ufunuo sura 21 fungu lile la 3. Neno la Mungu liko wazi. Yohana anasema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na nani? Na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao. Lengo la Yesu kuja mara ya pili ni kutaka kuishi pamoja naye. Yesu anapenda kuishi na watu aliowaumba. Anapenda kuishi na viumbe watakatifu ambao aliwaumba katika bustani ya Edeni. Kristo alirudi mbinguni ili aandae mahali pa kuishi pamoja naye milele na milele. Atakuja tena kuwachukua ili pale alipo na sisi tuwepo. Watu wake watakusanywa na malaika wake atakapokuja mara ya pili. Mathayo sura ya 24 fungu la 31 inasema, naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbinguni mpaka mwisho huu. Kazi ya malaika Yesu atakaporudi, watawakusanya wateule wote, wale watakaofanya mema, watakaotubu toba ya kweli, watakaojitoa katika maisha ya utakatifu na umilele, watakaojitoa kutunza amri zote 10. Yesu anasema leo hii hata watakapolala mauti watafufuliwa siku Yesu atakaporudi mara ya pili. Wataamshwa parapanda itakapolia, kila aliye mtakatifu atafunguliwa mlango wa kutoka kwa kaburi. Wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili, watu wake wengi watakuwa wamelala usingizi wa mauti. Kwa hiyo mojawapo ya makusudi makuu ya kuja kwa Kristo ni kuwaamsha watakatifu waliolala na kuwapa uzima usioharibika. Katika kitabu cha Wathesalonike ya kwanza sura ya 4 fungu la 16, Paulo anatuasa. Anasema, kwa kuwa Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa amri,
pamoja na sauti ya malaika mkuu na pamoja na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Ndugu msikilizaji, usije ukadanganyika hata siku moja. Kuna maneno ya viongozi mbalimbali wa dini wanafundisha ya kwamba mtu anapokufa anakwenda mbinguni, ya kwamba ndio maana wanasema Mungu iweke roho yake mahala pema peponi. Wengine wanasema mtu anapokufa anakwenda mbinguni, anaishi maisha mengine, anakula starehe akiwaombea walioko duniani. Hayo mafundisho ni mafundisho ya Ibilisi. Hii ndiyo habari njema ambayo tunaipata hapa kwenye kitabu cha Wathesalonike ya kwanza 4:16, kwa kuwa Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na wa amri. Mwaliko, kila mtu mtakatifu atapewa mwaliko wa kuingia katika mji mtakatifu, pamoja na sauti kuu, pamoja na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Hiyo ndio habari njema, kwamba hata wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wale walio hai watakaokutwa wakiwa hai hawatawatangulia wale waliokufa. Ya kwamba kama nazungumza hivi kwamba kama leo ingetokea parapanda inalia sasa hivi, kwamba walio hai wanaenda mbinguni kwanza, alafu tena waliokufa ndo wanatangulia, hiyo haipo. Hayo ni mafundisho mengine. Mafundisho ya Biblia ni kwamba wale waliokufa wanafufuliwa kwanza, ndipo wanaungana na wale walio hai. Wale walio hai wanabadilishwa, wanavaa mwili wa kutokufa, wanafanana na wale watakaoamshwa kutoka kaburini, ndipo wanaanza kumlaki Kristo mawinguni, kwa sababu hawana dhambi. Mtume Paulo anaandika hapo, ndipo tunagundua, kuu wapi ewe mauti kushindwa kwako, wapi ewe mauti uchungu wako. Wakorintho ya kwanza 15:55. Lakini faraja ya pekee wakati huu tunapowaza ya kwamba inakuwaje Yesu, kwa nini aje tena? Katika Yohana 14 fungu la 1 hadi la 3 anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Yesu anasema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Maneno ya Yesu Kristo. Anasema msiwe na wasiwasi. Mwingine amemsubiri Yesu miaka na miaka, Yesu hajarudi, mpaka umauti unamkuta. Yesu anasema usiwe na wasiwasi, maana anasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema roho apate kupumzika. Kwa maana Yesu atakapokuja atawafufua. Maana kifo kwa Kristo ni sawa na usingizi. Kama unavyolala asubuhi unaamka, hiyo ni sawa na kifo kwa Kristo. Kufa katika Kristo ni sawa na usingizi. Yesu itakapofika muda wake atasema, amkeni mliolala. Wakati mwingine tunapaswa tusihangaike sana. Itakapofika mahali mtu amekufa, usilie sana. Najua utalia kwa sababu ya uchungu wa kibinadamu. Hata Yesu alilia. Lakini usihuzunike sana mpaka unatengeneza msongo wa mawazo, unatengeneza magonjwa ya presha kwenye mwili wako. Wewe lia kilio kile kitakatifu kwamba Yesu, najua uko pamoja nami. Lakini Yohana alituambia tusifadhaike mioyoni mwetu, tumwamini Yesu. Yesu anasema anajua ya kwamba tunamwamini Mungu, lakini anasema lakini tumwamini yeye. Anasema nyumbani mwa Baba yake kuna makao mengi, kama sivyo asingekuja kutuambia. Maana alishaondoka, amekwenda kuandaa mahali kwa ajili yetu. Anasema basi atakuja tena. Kuja mara ya pili kwa Kristo ni hakika.
Basi baada ya maneno hayo yalibeba matumaini, yalibeba amani, na mitume waliokuwa wakipokea ujumbe huo wakapata furaha kamili. Ufunuo sura 21 fungu la 3 inasema, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Ndugu msikilizaji, hii ndio habari njema kwako na kwangu. Ipo wakati ukifika, tutaishi naye katika maskani yake, na sisi tutakuwepo pia. Sabato hata sabato, kama Mungu alivyotamka yeye mwenyewe, anasema wanadamu wote watakuja mbele zake. Kila sabato tutakusanyika na ibada kubwa ya kumbukumbu ya kazi ya mikono yake, na Yesu atakuja kwa wazi mbele yetu siku hiyo. Dunia itakwenda kushuhudia ujio wake. Hii ni habari njema ya kweli, na amini. Makristo uongo wengi wanaigiza kuwa nao ndio Makristo, lakini hawana mahali pa kuwapeleka. Waliowahi kutokea kwamba wao ndio Kristo, wao ndio waliojitokeza ya kwamba yeye ni Kristo. Kuna mtu mmoja alitokea huko Kenya, anajiita Yesu wa Tungareni, ana mitume wake. Yeye hana mbingu ya kuwapeleka, lakini Yesu huyu tuliye naye, Mwokozi wa ulimwengu, aliyekufa kwa ajili ya wanadamu wote, aliyetoa maisha yake kwa ajili yako na kwa ajili yangu, leo ndiye tunayemtarajia kwamba ndiye ajaye mara ya pili. Na anasema sabato hata sabato. Katika Isaya sura ya 66 Mungu anasema wanadamu wote watakuja mbele zake, na Yesu atakuja kwa wazi mbele yetu siku hiyo. Yesu anatuhakikishia kuwa kuna tumaini la kuishi milele. Hivyo kwa sababu ya maasi, shida, magonjwa, njaa, vifo, kuna haja na tumaini kubwa la Yesu kurudi kutuchukua. Dunia hii si mahali petu. Hapa si mahali pa kuishi. Je, kuna haja ya Yesu kurudi? Kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili ni msingi wa imani ya Mkristo. Tunapotarajia kwamba Yesu anarudi, inapaswa kuwa msingi wa kila Mkristo, kila mwanadamu. Na ndio maana sauti hii ya Mungu inakuita wewe. Kama sio Mkristo, Mungu anakuita uje ujiunge na hili kundi ambalo linashika amri 10 za Mungu. Linasisitiza ujio wa Kristo mara ya pili, ambao ulianza kutangazwa toka kipindi cha Agano la Kale. Hata sasa historia hii inakwenda kufungwa. Kurudi kwa Kristo mara ya pili linapaswa kuwa tegemeo la kila mmoja wetu. Hatuwezi, ndugu msikilizaji, tukamlaki Kristo siku atakaporudi kama hatutajiandaa kwa ajili ya kuja kwake. Sasa je, kama Yesu alikwenda kuandaa mahali, ni wajibu wetu sisi kujiandaa kama tunafaa kuishi katika mahali patakatifu. Je, kuna umuhimu wa ujio wake wa mara ya pili? Je, kuna haja ya Yesu kurudi? Hebu tuchunguze swali hili kwa kina katika Biblia. Kuna haja ya Kristo kurudi mara ya pili. Kuna sababu za msingi za Kristo kurudi kutuchukua sisi. Jambo la kwanza ambalo ni la msingi, ni sababu ya msingi ambalo Kristo anapaswa kurudi mara ya pili, ni kwamba anakuja ili kutubadilisha, kuwabadilisha walio hai pamoja na kuwafufua waliokufa. Baadhi ya watu wa Mungu wakati huu watakuwa bado hai Yesu atakaporudi, hawajapitia mauti. Hawa wataunganishwa na wale waliokuwa wamefufuliwa kutoka kwa wafu, na makundi haya mawili pamoja yatanyakuliwa kwenda kumlaki Yesu Kristo. Thesalonike ya kwanza sura ya 4 fungu la 17 inasema, Paulo anasema, kisha sisi tulio hai
tuliobaki tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Ndugu msikilizaji, wakati jambo hili linapofanyika, makundi yote mawili, ndugu msikilizaji, ya wenye haki watabadilishwa kutoka hali yao ya kufa na kutokuharibika na kupewa hali ya utukufu ya kutokufa au ya kutokuharibika. Katika Wakorintho ya kwanza sura ya 15 fungu la 51 hadi 53, Paulo anasema, angalieni nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilishwa kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa. Wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wa kufa uvae kutokufa. Paulo anatutahadharisha ya kwamba ana siri kutoka kwa Mungu. Anasema hatutalala sote. Wapo watakaolala usingizi wa mauti, lakini ukweli ni kwamba hatutalala sote. Lakini ukweli mwingine ni huu kwamba kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, tutafanana sote, lakini sote tutabadilika, tutavaa miili ya kutokufa. Na hii ndio sababu ya Yesu kurudi mara ya pili, ya kwamba Yesu atatubadilisha, tutavaa kutokufa. Lakini sababu ya pili, ndugu msikilizaji, ni kwamba Yesu atakuja kutekeleza hukumu ya dunia hii, yani to judge the world. Ni kusudi lingine la kuja kwa Kristo mara ya pili, atakuja kuhukumu dunia. Paulo anaweka jambo hili wazi kabisa kwamba hukumu ya walio hai na waliokufa itafanyika wakati wa kuja kwa Kristo mara ya pili. Katika kitabu cha Timotheo ya pili sura ya 4 fungu la kwanza anasema, basi nakusihi mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kuonekana kwake na kwa ufalme wake. Lakini Mama White aliandika, Nabii Ellen G. White, katika kitabu cha Great Controversy, Pambano Kuu, ukurasa wa 613, anasema, Yesu atakapokomesha upatanisho wake, rehema haitawasi tena kwa wenye dhambi. Yeye aliye dhalimu na azidi kuwa dhalimu, na yeye aliye mwadilifu azidi kuwa mwadilifu, aliye mtakatifu azidi kuwa mtakatifu, aliye mchafu maana yake ni kwamba azidi kuwa mchafu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa ameondolewa. Itakuwa ni kipindi ambacho hakutakuwa na mwombezi, maana Kristo amekaa kwenye kiti cha hukumu. Mathayo sura ya 16 fungu la 27 inasema, kwa kuwa mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika wake, kisha atamlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Wewe unayetenda matendo mabaya utalipwa kwa matendo yako, kwa maana kwa maana malipo ya dhambi ni mauti, na karama ya Mungu ni uzima wa nini? Wa milele. Katika kitabu cha Wakorintho ya pili sura ya 5 fungu la 10 inasema, kwa maana lazima sisi sote tusimame mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Haijalishi umetenda mema, haujatenda mema, lazima utasimama mbele ya kiti cha hukumu. Ndugu msikilizaji, katika kitabu cha Daniel and the Revelation, ukurasa wa 613, Uriah Smith anasisitiza kuwa hukumu ya mwisho itafanyika kwa awamu mbili: hukumu ya uchunguzi kabla ya kurudi kwake,
na hukumu ya utekelezaji wakati wa ujio wake. Maana yake muda huu tunapoongea, ndugu msikilizaji, hukumu ya Mungu imeshaanza. Kuna mtu anasema Yesu atakaporudi atabagua kondoo na mbuzi. Mbuzi upande huu, haya nyinyi mbuzi kaeni huku, kondoo kaeni huku. Mnaanza kuitwa majina, fulani fulani ingia, fulani fulani baki, fulani fulani ingia, fulani fulani baki. Kama unawaza hivyo, haipo hivyo. Biblia haisemi hivyo. Biblia inasema kuna hukumu inaendelea. Yesu atakaporudi, hukumu sehemu ya kwanza itakuwa imetekelezwa. Yesu atakaporudi, maamuzi yote yatakuwa yameshafanyika, aidha kwa kupata uzima wa milele ama la. Ndio maana hukumu hii ya mwisho itafanyika kwa awamu mbili. Yesu lazima arudi ili kutenganisha wenye haki na waovu na kutoa thawabu kulingana na matendo yao. Kulingana na matendo yako, Yesu atakulipa thamani ya kile ulichokifanya. Kama ulifanya maovu, utapata malipo yake kulingana na maovu yako. Hii ndiyo kusudi la pekee la kuja kwa Kristo mara ya pili, ya kwamba kuhukumu dunia, na dunia ni mimi na wewe. Lakini jambo la tatu, ndugu msikilizaji, sababu za msingi kwa nini Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena kwa ajili ya kuwazawadia wenye haki. Kuwazawadia wenye haki. Ni katika kuja kwa Kristo mara ya pili ambapo wenye haki watapokea thawabu yao. Wokovu wa milele utakuwa thawabu kubwa kwa walioshinda dhambi na mauti kwa nguvu ya Yesu Kristo. Hii itakuwa ni zawadi ya neema ya Mungu kwa watu wake. Kusoma katika kitabu cha Waibrania sura ya 9 fungu la 28. Inasema, basi Kristo naye alitolewa mara moja azichukue dhambi za watu wengi, na atakapoonekana mara ya pili pasipo dhambi, atawapokea hao wamngojao kwa wokovu. Hii ndiyo habari njema, ndugu msikilizaji. Kuja kwa Kristo kutawahakikishia watu wake ufalme wa milele ulioahidiwa tangu zamani. Katika kitabu cha Danieli sura ya 7 fungu la 27, Danieli sura ya 7 fungu la 27 inasema, na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu watakatifu wake aliye juu sana. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Yesu atawazawadia ufalme wake, ufalme wa milele. Hiyo ndio zawadi ya pekee, ndugu msikilizaji. Atakuzawadia wewe kama utachagua leo hii. Atakuzawadia wewe zawadi nzuri ya kutokufa milele kama utajitoa kwa ajili yake. Kama utaacha dhambi, utatubu, Yesu atakupatia zawadi ya pekee. Tutaishi pamoja na Kristo milele na milele. Lakini sababu nyingine, ndugu msikilizaji, sababu nyingine kwa nini Yesu anarudi ni kuangamiza waovu, to destroy the wicked. Bwana atakuja mara ya pili kuangamiza waovu, wale waliokataa rehema yake na kweli yake na neno lake. Wale wote wenye migogoro yao binafsi na neno la Mungu, walikataa kweli yake, nao wataangamizwa. Watu wana migogoro binafsi na neno la Mungu, kwamba Biblia imepitwa na wakati. Amri 10, amri ya 4 ya Sabato haipo. Amri ya 2 ya kuchonga sanamu haipo. Wana migogoro binafsi na Mungu. Hawana migogoro binafsi na mimi ninayesema usiwe na miungu mingine. Ikumbuka siku ya Sabato. Kumbuka, una migogoro binafsi na maandiko matakatifu. Una migogoro binafsi na Mungu, na Mungu atakutema.
Na tuliona katika somo la jana kwamba atakutapika utoke katika mdomo wake. Wathesalonika ya pili fungu la 7 na la 8 ya sura ya kwanza. Thesalonike ya pili sura ya kwanza fungu la 7 na la 8 inasema, wakati Bwana Yesu atakapofunuliwa kutoka mbinguni pamoja na malaika wake wa nguvu katika mwali wa moto, akiwaadhibu wale wasiomjua Mungu na wale wasiotii injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yohana anaandika kuhusu maangamizi ya waovu wakati wa kuja kwa Kristo, kwa maangamizi ya Yesu Kristo kwa watu hao. Katika Ufunuo sura ya 11 fungu la 18 inasema, na mataifa walikasirika, hasira yako nayo ikajaa, na wakati ukaja na kuhukumiwa waliokufa na kuwapa thawabu yao watumwa wako manabii na watakatifu, na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa, na kuwaharibu hao waiharibuo nchi. Lakini kumbe Mungu alituweka hapa duniani ili tutunze ulimwengu huu, tupande miti, tule matunda ya mikono yetu. Lakini wapo ambao wanauharibu ulimwengu huu. Yesu naye atawaharibu na atawaadhibu na kuwaharibu watu kama hao. Thawabu ya Yesu. Kwa nini Yesu tena aje mara ya pili? Kuna sababu gani ya kuja kwa Kristo mara ya pili, ndugu msikilizaji? Kuna sababu gani? Yesu atakapokuja atakuja ili kutimiza haki yote, ya kwamba dhambi, waovu lazima wataangamizwa. Ingawa kifo cha Yesu msalabani kilileta ukombozi, wokovu wetu bado haujakamilika. Hata mwisho wa wokovu hutokea atakaporudi mara ya pili. Kuja kwa Kristo mara ya pili, ndugu msikilizaji, ni kilele cha furaha ya kweli ya kwamba sasa tunakwenda kurithi uzima wa milele. Tunaishi katika ulimwengu uliojaa dhambi, dhiki, fujo, shida, vita. Viwanda vingi vya nyuklia vinatengenezwa kwa ajili ya kumwangamiza mwanadamu, kwa ajili ya kuharibu roho ambayo Mungu aliiumba, naye Mungu atamhukumu huyo mtu. Wale ambao wanachukua sheria mkononi, wanawaua wenzie, wanawakamata na kuwafinya na kuwafunga mikono na kuwaweka kwenye mifuko, Mungu nao amewaandalia hukumu yao. Inasema, neno la Mungu linasema, wewe unayehukumu haujui kwamba kuna Mungu anayehukumu? Anayepaswa kuhukumu ni Mungu peke yake. Anayepaswa kulaumu ni Mungu peke yake. Mungu ndiye anayepaswa kuhukumu na si wewe. Unapomnyoshea mtu kidole kimoja kinapomwelekea, kumbuka kuna vidole vitatu vinakuangalia. Katika kitabu cha Daniel and Revelation ukurasa wa 317 inasema, ujio wa kwanza wa Kristo ulifanya wokovu kuwa uwezekane, lakini upo ujio wa pili utaleta utimilifu wake. Yesu atakuja kuwakusanya wale waliovumilia hadi mwisho. Yesu alikuja mara ya kwanza kwa ajili ya kujidhihirisha, kwa ajili ya kuleta ukombozi ulimwenguni, kwa ajili ya kumfanya mwanadamu awe huru dhidi ya utumwa. Sambamba na hilo, Yesu atakuja tena mara ya pili. Hicho ndicho kilele cha ukombozi. Ukombozi umekaribia. Wokovu sio tu msamaha wa dhambi, bali urejesho wa uzima wa milele, jambo ambalo litatokea Yesu atakaporudi. Kurudi kwa Yesu kutaashiria mwisho wa utawala wa wanadamu na mwanzo wa ufalme wa milele wa Mungu. Biblia ilisema hilo katika kitabu cha Daniel sura ya pili fungu lile la 44. Neno la Mungu linasema, na katika siku za wafalme hao
Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa kamwe. Wafalme wa dunia wametawala, marais wa dunia wanaongoza nchi zao, lakini Yesu atakaporudi, ufalme huo, cheo hicho hakitakuwa na maana hata kidogo. Mamlaka ulio nayo itakuwa haina maana kama hautaurithi uzima wa milele. Kama hautapata uzima wa milele, mamlaka hayo hayana maana. Falme za dunia ni za muda, lakini utawala wa Kristo utakuwa wa milele na mkamilifu. Sababu nyingine kwa nini Yesu arudi mara ya pili, sababu nyingine ni kuikomboa dunia, to redeem the earth. Yesu atakapokuja kuikomboa dunia hii ya kale, Kristo ameinunua dunia na atairudisha tena katika ulinzi wake wa asili. Na ndio maana tutakuja kuona kwamba dunia hii itakapofikia mwisho, Yesu ataumba ulimwengu mpya na nchi mpya. Kwa maana ulimwengu wa kwanza na nchi ya kwanza haitakuwapo tena siku Yesu atakapotuchukua. Zaburi, mtunga Zaburi sura ya 37-39 anasema, wenye haki watairithi nchi, nao watakaa humo milele na milele. Yesu atakapokuja, maana alituahidi kwamba atakwenda kuandaa makao mazuri kwa ajili yetu. Lakini wenye haki watairithi nchi. Ni kina nani wenye haki? Wazitunzao amri 10 za Mungu, wanaokwenda kuwafanya wengine kuwa wanafunzi, wanaotekeleza agizo la kuja kwa Kristo mara ya pili. Katika Petro ya pili sura ya 3 fungu la 13 Biblia inasema, Petro sura ya pili fungu la 3:13. Petro ya pili sura ya 3 fungu la 13. Lakini kama alivyoahidi, tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambamo haki yakaa ndani yake. Yesu atakuja kuikomboa dunia hii. Ndugu msikilizaji, dunia hii imetekwa na Ibilisi, iko chini ya utawala wa Ibilisi, ipo chini ya mikono ya Shetani na malaika zake. Na ndio maana kila siku anaeneza mausia yake, anaeneza namna ya kuwateka watu waanguke kwenye dhambi, namna ya kuzini, namna ya kuanguka, kuvunja Sabato, namna ya kutamani mali za mtu mwingine. Mungu wetu atakuja kuikomesha na kuikomboa dunia hii. Bwana atakuja na hata kawia. Soma kitabu cha Zaburi, ilisema ya kwamba wenye haki watairithi nchi, nao watakaa humo milele. Mimi natamani kukaa kwenye nchi hiyo ambayo hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na magonjwa. Nchi hiyo haitakuwa na baridi, wala jua halitakuwamo ndani yake, maana Yesu Kristo ndiye mwanga na mwangaza wa milele. Lakini sababu ya sita ambamo tunauliza kwamba kwa nini Yesu anakuja tena mara ya pili, ni kwamba Yesu atakuja kwa ajili ya kurejesha vitu vyote. Mungu alipoumba dunia, kama unasoma Biblia yako ndugu msikilizaji, akasema ya kwamba alipoumba siku ya kwanza, Mungu akafanya yote, akasema, akaona ya kuwa ni chema. Siku ya pili hivyo hivyo, siku ya tatu hivyo hivyo, hadi siku ya 7 Mungu akaumba, akaibariki, akaitakasa Sabato, akaona ya kuwa ni chema. Simba walikuwa wanaishi na ng'ombe, simba walikuwa wanaishi na wanyama wengine, binadamu walikuwa nakaa na wadudu mbalimbali, hawakuwa na shida. Lakini dhambi ilipoingia, ndugu msikilizaji, ndipo mambo yote yakaharibika. Sasa ndio maana Yesu atakaporudi mara ya pili, atakuja kurejesha vyote ambavyo vimepotea. Chemichemi iliyopotea pale katika bustani ya Edeni, matunda mazuri yaliyopotea katika bustani ya Edeni, Yesu atakwenda kurejesha.
Na ndio maana tukifika mbinguni tutakula tunda ambalo litazaa kila mwezi. Katika Matendo sura ya 3 fungu la 20 na 21 tutakuja kuona kurejesha vitu vyote. Hili ndilo kusudi la Mungu, kusudi la Yesu Kristo kuja mara ya pili. Atarejesha vitu vyote vilivyopotea kutokana na kuingia kwa dhambi ulimwenguni. Kupitia Yesu Kristo vitu vyote vitarejeshwa kwa wale wanaokubali mpango wa wokovu. Matendo ya Mitume sura ya 3 fungu la 20 na 21. Naye atamtuma Yesu Kristo aliyehubiriwa tangu zamani kwetu, ambaye imempasa kupokewa mbinguni hata zamani za marejesho ya mambo yote, ambayo Mungu aliyanena kwa vinywa vya manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa dunia. Maelezo ya dunia iliorodheshwa pamoja na jamii waliokombolewa wanaishi juu yake yanapatikana katika sura 2 za mwisho za Biblia. Ni kuja kwa Kristo mara ya pili kutakakoandaa njia kwa ajili ya kuanzishwa kwa dunia mpya ambapo watu wa Mungu watakaa milele. Mungu atarejesha vyote upya, atafanya dunia mpya, atafanya mbingu mpya, kwa sababu mbingu ya kwanza imenajisiwa, dunia ya kwanza imenajisiwa. Lakini kusudi lingine la 7, ndugu msikilizaji, kwa nini Yesu aje tena mara ya pili? Yesu atatufanya kutawala pamoja naye milele. Yesu atakapokuja kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, atarejesha utawala wa milele. Katika Ufunuo sura ya 19 fungu la 11 na 16 inasema, kisha nikaziona mbingu zimefunguka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda ameketi juu yake aliitwa mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki auhukumu na kuufanya vita. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake mapajani mwake. Limeandikwaje? Limeandikwa nini? Limeandikwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ufunuo sura ya 19 inatuelekeza ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana wa mabwana, ndiye mfalme wa wafalme wote waliopita katika ulimwengu huu. Wakati huo hapata kuwa na wafalme, hapata kuwa na marais tunaowasikia katika ulimwengu wa leo. Watakuwa wamepita, maana wako katika dunia ya kwanza. Yeyote anayeingia katika mbingu ile, Yesu atakaporudi atauonja ule utamu ulioko katika nchi mpya na mbingu mpya. Daniel sura ya 2 fungu la 44 inasema, na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme usioweza kuangamizwa milele, usioweza kuangamizwa kamwe, nao utasimama milele. Na kwa ufalme wake, katika Luka 1:33, na kwa ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Ufalme wa Mungu utadumu milele na milele. Hili ndilo tumaini kuu ambalo tunalisubiri. Ndio sababu kuu ya kwamba tutakaa na kutawala na Mungu milele na milele. Lakini sababu namba 8 ya kwamba kwa nini Yesu anakuja tena ni kuwapa watu wake ufalme. To give the kingdom of his people to his people. Katika ufalme huu watu wa Mungu watakuwa warithi pamoja na Kristo, na kuja kwa Kristo kutawahakikishia watu wake ufalme aliowaahidia. Ufalme huu ni kwa ajili ya wale walio waaminifu peke yake. Katika Daniel sura ya 7 fungu la 27 neno la Mungu linasema,
Biblia inasema na ufalme na mamlaka na utukufu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu watakatifu wake aliye juu sana. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na mamlaka yote yatamtumikia na kumtii. Katika Danieli sura 7 fungu la 27. Ni nani huyo? Yesu Kristo. Hakika kwa kusudi hili la ajabu na utukufu pamoja na mengine mengi yatakayotimizwa katika kuja kwa Kristo, hatuwezi kamwe kuacha mafundisho haya ya thamani kuhusu kurudi kwa Kristo mara ya pili. Hili ni jambo la kweli, ni jambo la thamani, ni tumaini lenye baraka, ni tumaini linalotusogeza karibu na Kristo. Je, wewe hutaki Yesu aje mara ya pili? Je, ni kusudio lako kwamba Mungu akupatie ufalme wake? Utakaa ndani ya ufalme wake, utakaa ndani ya jiji lile la Yesu Kristo. Tutakapo tafakari matukio makuu yanayokaribia, tunapokwenda kufunga historia ya dunia, tunapaswa kusimama na kutamani kwenda katika nchi ile ya ahadi, nchi nzuri ambapo hakuna nchi nyingine ya kufananisha nayo. Wengi waliopata kutembelea maeneo maarufu katika ulimwengu wa leo, wengi wanashuhudia, wengine wamefika Dubai, wanasema kuna magorofa yanayonesanesa, kuna swimming pools nyingi sana za kifahari. Kienda maeneo ya Ulaya, wengine wanasema kuna hoteli chini ya ardhi, ina viyoyozi, kila kitu kipo ndani yake, kuna kila kitu mle. Lakini hakuna sehemu au jiji katika ulimwengu huu itakayozidi jiji la mbinguni. Natamani kufika katika mji ule mtakatifu ambao Yesu Kristo alikwenda kuandaa kwa ajili yetu. Yesu Kristo ameuandaa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Anatuita sote, anatutaka. Na tumeona sababu za kuja kwake Yesu Kristo. Kuja kwake ni jambo la ajabu na la kushangaza. Kwa wengine ni jambo la furaha, kwa wengine ni jambo la kutisha na la kushangaza, wakisema miamba tuangukie. Lakini wengine huku wakisema, Mungu, wewe ndiwe yule tuliyemgoja kwa muda mrefu, njoo upesi. Yesu naye atawavuta kwake kwa upendo wake. Nao waliolala katika makaburi wataamshwa, walio hai watabadilishwa, nao watafanana wao sisi sote. Siku hiyo Yesu atakapokuja, tutafanana, tutamlaki Kristo mawinguni. Ndugu msikilizaji, kurudi kwake kutaleta mwisho wa mateso. Kurudi kwa Kristo kutaleta mwisho wa uovu, kutaleta mwisho wa giza la dunia, kutaleta mwisho wa umaskini tulio nao, kutaleta mwisho wa umaskini wa kila aina, kutaleta mwisho wa magonjwa. Hapata kuwa na magonjwa, hapata kuwa na kifo, hapata kuwa na mateso, hapata kuwa na baridi wala jua kali, hapata kuwa na joto, hapata kuwa na AC, hapata kuwa na shida, kwa sababu shida zote zitaishia katika dunia hii tulio nayo. Ni wajibu wetu hasa kuishi maisha ya toba ya kweli. Ni wajibu wetu kumcha Mungu. Ndugu msikilizaji, ni wajibu wetu kushikilia imani kwa bidii. Ni wajibu wetu kwenda kupeleka ujumbe wa neno la Mungu. Kama ni tamanio lako, unatamani kuungana na jeshi la watu wengi watakao kwenda kumlaki mawinguni, waweza kujitoa kwa ajili ya ubatizo, waweza kujiandaa, waweza kupiga simu kama nilivyotaja. Najua kuna wengine wamejiunga hapa katikati. Unaposikiliza haya ni mahubiri kupitia Miale ya Matumaini. Mahubiri haya yanakuja kwako na Adventist Hope Ministry. Chagua kulicha jina la Bwana. Chagua kupeleka ujumbe huu wa neno la Mungu. Tunapokaribia kufunga historia ya ulimwengu huu, Yesu anapokwenda kuja, vyeo vyote vya duniani tunavyovisikia, tunavyoviona, hata wewe kiongozi, Mungu amekupa dhamana, utakaa hapo kwa muda. Yesu anasema jitoe kwa ajili yake. Hilo ndilo thamani ya pekee unapojitoa kwa ajili ya Yesu Kristo. Maisha bila Yesu hayana maana.
tutafaidi nini bila kuwa na Yesu Kristo? Ndugu mpendwa, ndugu msikilizaji, Yesu anapokuja kwa wale walio tayari, Yesu atawazawadia zawadi ya uzima wa milele. Atakapokuja kwa wale ambao hawatajiweka tayari, atakuja kwa ajili ya kuwahukumu hukumu ya milele, kwa ajili ya kuchomwa. Usiruhusu mambo ya dunia hii, usiruhusu changamoto za dunia hii ya kukumbe. Hivi fanya kama unajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Kristo mara ya pili. Jiandae. Utajiandaaje? Yesu anakuita sasa hivi. Jitoe kwa ajili yake. Jitoe. Namba zipo. Usiogope, piga simu. Kama unahitaji maombi, unapitia mazingira magumu kwa ajili ya kufanya maamuzi. Huenda kuna mtu anasema, mimi wamenikataza sifanyi maamuzi, nimegundua ya kwamba Mungu unaniita nifanye hatua, nipige hatua, nifanye maamuzi ya kweli kwa ajili ya kuungana na wale watunzao amri 10 za Mungu. Waweza kuwasiliana nami pia kwa 0742 721486 au waweza kumpigia mwenyekiti wa kipindi hiki 0710214320. Na narudia tena 0710214320. Hii ni namba ya mwinjilisti Adelina. Utakapompigia kama utahitaji maombi, kama utahitaji kujifunza neno la Mungu utajifunza na utafurahi kuhusiana na mambo yanayohusiana na wokovu. Usikose kipindi hiki. Neno la Mungu linakutaka uendelee kusikiliza. Na ndugu msikilizaji, nikuambie neno zuri. Nina zawadi kwa ajili yako wewe unayesikiliza. Mwisho wa vipindi, tunapomaliza mwisho wa mwezi huu, kuna zawadi nzuri kwa ajili yako. Kuna zawadi ya pekee kwa wewe ambaye utakayejitoa kwa ajili ya Kristo. Zawadi ambayo hujawahi kuona hata siku moja. Mahubiri haya yapo kwa ajili yako. Kule Dodoma, kule Kigoma, kule Mwanza, Iringa, kule Tandahimba, Mbeya, kule Karatu, kule Arusha, popote unaposikia sauti hii. Hapa Dar es Salaam, Morogoro, kule Misufini, Kihonda, kule Njiro, kule Arusha, kule Same, Kilimanjaro, kule Moshi. Sauti hii isikupite ndugu msikilizaji. Mungu anakuita, anasema, njoo mwanangu. Popote pale ulipo, kule Iringa, kule Njombe, kule Katavi, unaposikia sauti hii usikose, fuatilia. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu linasema, njoeni kwangu ninyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Yesu anasema yeye atakuja kuwapumzisheni. Kama ni ombi lako unasema, Mungu niko tayari kujitoa, fumba macho tuombe. Sante Mwenyezi Mungu, kwa maana umekuwa pamoja nasi toka tumeanza siku ya kwanza hata leo. Umekuwa pamoja nasi Baba. Umeandaa zawadi ya pekee kwa ajili ya ndugu msikilizaji. Zawadi hiyo asiikose, kwa sababu ni ya muhimu kwa ajili ya maisha yake. Tazama Mungu wa mbinguni, wapo wanaopitia changamoto ngumu, sehemu nzito katika maisha yake, katika maisha yao. Wasaidie, wapitishe, lakini changamoto ya dunia hii isiwakatishe tamaa. Maana changamoto ni mitihani inayotufanya tujisogeze karibu nawe. Pasipo changamoto hatuwezi kukukumbuka wewe, tutakukufuru. Lakini tufundishe kupitia changamoto tunazopitia. Yawezekana kuna msikilizaji yuko katika hatua fulani, mfanye asimame akuangalie wewe. Maana Baba Mungu wa mbinguni, usingekuwepo wewe, usingekufa pale msalabani Yesu Kristo, sisi tusingekuwa hivi. Tunakushukuru, tupatie tena siku nyingine tena, tusikose. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, amen.